ambaye tunaenda kusoma hapa ni Malkia wa Sheba, Malkia wa Ethiopia. Bakisema Sheba katika Agano la Kale, katika zamani ndio Ethiopia leo. Kama wanasema Sheba ni Ethiopia, Malkia, mfalme mwanamke wa Ethiopia alienda, alisikia habari za Sulemani kijana mtenashati, akasema siamini, akapiga safari akaenda. Sasa anzia kwa mstari wa 10. Mstari wa 10 unasema hivi. Tuone usiende ndani. Anzia kwa kwanza. Anasema hivi. Tusikie sasa mzuri kwanza. Na Malkia wa Sheba. Na Malkia wa Sheba aliposikia habari za Sulemani. Aliposikia habari za Sulemani. Juu ya jina la Bwana. Juu ya jina la Bwana. Alikuja ili amjaribu kwa maswali. Ya mafumbo mizali. Proverb. Akaingia Yerusalemu. Na wafuasi wengi, watu wengi. Na ngamia wachukuao juu ya kusikia habari zako mzuri, watu wengine watakuja tu wengi. Walienda na nini? Na ngamia wachukuao manukato. Walikuwa na manukato. Simama kwanza. Walikuwa na manukato. Mnajua manukato ni nini? Parfum. Kijana ukosa kukosa parfum. Yes. Kijana haupashi kukosa parfum na manukato. Unasikia? Kitu cha kwanza, mzawadi ya kwanza alibebea Sulemani manukato na dhahabu nyingi sana. Na dhahabu nyingi. Kijana, wewe ndio utapata dhahabu kwa sababu mwili yako ni dhahabu. Na vito vya thamani. Na vito vya thamani. Alipomfikiria Sulemani. Akazungumza naye mambo yote aliyonayo moyoni. Akamwambia kile chote alishamwambia kule kwake Sheba. Naye Sulemani akamfungulia maswali yake. Sulemani akamfungulia bila kuficha. Wala hakukuwa na neno alilolificha. Hakuna lolote alilolificha. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote. Na nyumba tusikie sasa. Malkia akashangaa kwanza nyumba. Kumbe nyumba ndio inapaswa kuwa safi. Tutakuona usafi wa nyumba. Na nyumba aliyokuwa amejenga. Alikuwa ameijenga. Na chakula cha mezani. Na chakula cha mezani. Kumbe na chakula kinapaswa kikuwe safi. Na watumishi wake walivyokaa. Kama uko na watumishi, kumbe na watumishi wako wanapaswa wakuwe safi. Isikuwa wewe uko msafi lakini mtumishi wako mchafu. Na kusimamia kwao wangoje wake. Na wale walinzi wa mabodyguard wangoje wake, mabodyguard wake jinsi walikuwa. Na mavazi yao. Na mavazi yao. Na mavazi jinsi walikuwa wanavaa. Unavaa namna gani? Na wanyweshaji. Na wale ambao wanaonywesha mfalme, wale wanayoletea mfalme kikombe. Mgeni akikuja kwako unamkaribishaka na kikombe gani ya kunywa maji? Na daraja yake ya kupandia mpaka nyumba. Na daraja escalier ya kupandia katika nyumba ya Bwana. Aliona ilikuwa inajengwa na ustadi. Roho yake izimia. Roho ikazimia. Ukikuwa msafi batakuzimilia. Amen. Kama uko msafi batakuzimilia. Roho ikafanya nini? Ikazimia. Sulemani hajatongoza, Sulemani hajasema, mwanamke yeye peke akafika na kufa. Amen. Kama uko msafi batakupenda tu. Akadai. Mstari wa 6. Achia pale tu. Hiyo maneno yenyewe iko pale. Ndio maneno tunakuja kudetaye sasa. Amen. Hiyo maneno ndio tutakuja kudetaye. Amen. Meza unapangaka meza namna gani? Wambililie. Meza. Kiti moja huku, kiti kingine huku, kiti kingine huku. Sasa watu wataikala. Unaweka kikombe ya kukunywa maji ngambo gani? Inanuka shombo kikombe. Wewe wakati gani unasukula kikombe ya kukunywa maji? Mgeni anakuja ndio anakamata maji unaanza. Maji iko na dondoko napatia mtu maji ya kunywa.
Sukula kikombe, weka nafasi yake. Aseme alishangaa na chakula. Eske chakula hapo wanashangaa? Kama washangaa chakula